Oya, nataka unilipe pesa yangu. Unanielewa vizuri? Ulikuja kukopa kwa wema. Sasa jioni hii ya leo naomba pesa yangu. Habari za asubuhi basi. Naam. Habari za asubuhi. Salama. Umeshindaje? Umeshinda vizuri. Kaka, samani kidogo. Bila samani? Nadhani hakuuliza. Uliza. Kaka, samani. Bila samani. Kuna kaka namtafuta. Kuna kaka unamtafuta? Umetoka wapi? Nimetoka hapo, kuna kijiji hapo jirani hapo mbele. Kaka, samani. Bila samani. Kuna mkaka namuulizia. Kaka? Umetoka wapi? Kuna kijiji hapo mbele kinaitwa Nyamaragara, sijui nakifahamu. Nyamaragara? Huyo kaka nilikuwa na shida naye. Kaka fulani hivi mrefu kidogo, afu mwembamba, ananyoa kama kitusi fulani hivi. Mbona vijana unawaulizia hapa au kijana unayemuulizia hapa na vijana wanaoishi kwenye mtaa huu ni wengi sana? Sitakuwa nimekosea blaza, ila kuna majirani nimeulizia hapo mbele, wakanielekeza kwamba nikivuka nyumba ya kwanza ya pili ndo hapo anapokaa huyo kaka. Umekuja kwa mawasiliano au umekuja tu? Nimekuja kwa mawasiliano, ya bahati mbaya nilikuwa na simu kama imeshiwa moto, kama imezima, kwa mpaka sasa hivi sina mawasiliano ya aina yoyote. Basi subiri kidogo niweze kuongea naye, bila shaka utakuwa umemkuta. Naomba nisaidie kwa hilo blaza. Asante, subiri. Kuna kijana mmoja ana shida na wewe. Shida gani? Ni kijana mmoja anayedai kwamba ametokea Rusa Nyamaragara. Kutoka Nyamaragara. Nyamaragara ndo wapi? Nyamaragara iko wilaya ya Biharamulo mkoa wa Kagera. Amedai kwamba wiki iliyopita siku ya Jumapili uliweza kuna naye kijana. Sijui unazokuwa nakumbuka vizuri. Mrefu mfupi? Ni kijana hivi mfupi. Maji ya kunde hivi. Unasikia? Yaani sawa mwisho, lakini siku nyingine sihitaji mtu anayekuja yoyote yule unafika unamruhusu anaingia au ananiulizia mimi mwambie sasa pesa ni sawa? Sawa boss. Anakuja samani boss. Ndio ana boss kule. Unaweza ukapita. Hadi nimekukumbuka. Wewe ndio Eliki? Ya, hujakosea. Ulikuwa na shida gani? Nilikuwa nataka, maana uliniahidi kwamba kuna kazi unayo hapa kwako. Kazi? Hivi wewe kama unaweza kazi gani? Bosi wangu, mpaka sasa hivi maisha ambayo nimeshapitia, kazi yote mimi nafanya. Kazi yote unafanya wewe? Kazi yote mimi nafanya. Siku ukipewa kazi ya kuniua? Sasa bosi wangu, kuna kazi halali na ambazo sio halali. Kwa kazi halali ambayo haipingani na sheria ya nchi yetu, mimi nafanya. Unasikia? Kazi ila vigezo sasa. Maana kazi yenyewe inahitaji kuna maeneo ya vijijini, inahitaji uende ukaangalie mashamba. Kuna mtu nilimtumia ile ya kwenda kulima, lakini mpaka napokuambia sasa hivi
sijaongea naye, kwa nahitaji nikuagize uende kaangalie. Kwa hilo bosi wangu usijali, mimi nitafanya, kwa sababu nakumbuka kipindi natoka nyumbani mama aliniambia heshimu kitu chochote kile cha mtu ambaye unamfanyia kazi, na akaniambia uaminifu ni mtaji, kwa sitaweza kuangusha bosi wangu. Hello? Naongea na Violet. Mpe. Kwa hiyo kwa humu mjini una sehemu ya kuishi? Kwa kweli bosi wangu, mimi nisikufiche, humu sina ndugu, nimekuja tu mimi kama mimi, na ukinipa kazi huenda ndugu yangu wa kwanza akawa ni wewe. Yaani nilichokuuliza una sehemu ya kuishi kulala? Kwa sasa sijapata sehemu ya kuishi wala ya kulala, kwa naomba tu unisaidie, unihifadhi kama siku 2-3, huenda nikawa nimeshapata chochote kitu nikachukua hata chumba cha kuishi. Unasikia nikwambie kitu? Kuna sehemu nitakupeleka, sehemu ya kulala na kuishi, sawa? Ila masharti yake, usilete mwanamke yoyote kwenye ile nyumba. Utazingatia masharti? Kwa kweli bosi wangu, mpaka sasa hivi nilivyofikia hapa, hao masharti mimi naona ni kama ni madogo kwangu, yani nayamudu. Kwa usiwe na wasiwasi yoyote, nitafanya unavyotaka wewe. Yaani nafurahi kukutana na wewe. Kama ukitekeleza kazi zangu na unavyoongea, nitafurahi sana. Yaani ondoa shaka kabisa, kama ushakuwa na wafanya kazi, sasa mimi ni bora zaidi ya hao ambao walishafanya kazi kwako. Unajua nikwambie kitu? Kuna msemo unasema kwamba unapoenda kuomba kazi inahitaji uwe mnyenyekevu zaidi. Ndio unaanza kujionea leo kwamba unyenyekevu ulionao wewe mpaka unanishangaza kwamba wewe ni bora kuliko wafanyakazi wote ambao nimewahi kukutana nao. Nitashukuru nikijionea huo ubora wako ukiwa unanifanyia kazi mimi. Usiwe na hofu, kikubwa tu tuombe uzima. Vipi, una familia? Kwa sasa sijafanikiwa kuoa wala sina familia yoyote, maana bado najitafuta, sijajipata. Kazi umepata. Cha kufanya, njoo kesho. Kesho utakapokuja nitakuelekeza sehemu ya kwenda, sawa? Hasa bosi wangu, shida ni moja. Naweza nikaja kesho ndio, ila sasa kwa sasa hivi nauli niyo kuja nao imeisha, kwa nikisema niende tena nirudi, kwa kweli sina, labda kama utanisaidia hela nauli ya kunirudisha alafu na kesho nije, hamna shida. Sasa kuna kesho, jitahidi asubuhi sana uwahi, sawa? Hamna shida, mimi nitafanya utakavyotaka bosi. Hii inaweza kukufikisha unapoenda. Asante, najua hapa, maana kule kwetu kule nauli ya kwenda ni 2000, ya kurudi ni 2000. Kwa hii buku ambayo imebaki tafanya kama chakula cha kesho wakati natoka kule. Unaweza kaondoka. Aya, asante bosi wangu. Yaani muda mwingine naumiza kichwa mafaili. Sometimes mtu anakuja hapo anakuambia naomba kazi. Yaani bora kuliko wafanyakazi wangu wote niliowahi kukutana nao. Kweli kuna watu wengine wanachekesha sana.
Kwani jione. Kamanda. Naam. Naona umejituliza hapa hivi. Bwana nimetulia ndio. I see. Naam. Naona kama kazi unaiweza. So kama naweza mimi. Unaweza? Naweza kabisa. Sasa bosi, Bila shaka. nimetoka kwa bosi wako, Ndio. kuna mambo tumeongea. Nimemaliza. Tumemaliza kila kitu. Lakini Huenda na mimi siku za usoni nikaja kuwa mwenzako. kama mwenzangu mimi. Kuna kazi ananipatia bosi wako hapa. Kwa hiyo muda tutakuwa wote hapa. Yaani muda sio mrefu, mpaka sasa hivi ameniambia kesho nakuja. Sasa unaenda wapi tena? Sasa kamanda, bosi ameniambia kwamba kwa sasa haiwezekani, ila niende kwa kesho, kwamba ndo mambo yatakuwa sawa. Kijana una bahati wewe. Umekuja umeoga nini huko kwenu huko umeoga nini? Sasa kamanda, Naam. hebu tusifanye hayo marefu, si ndio? Sawa kabisa. Tutaongea kirefu zaidi. Sasa kuna kitu nataka nikuulize. Uniulize? Sawa, uliza. Sasa kamanda, Ndio. hivi hapa una muda mrefu nafanya hapa kazi? Hapa na takriban miaka 6 hapa. Miaka 6. Sasa unashangaa ndugu yangu? Komi, aisee, hongera sana. Asante bwana. Asante bwana. Sasa kamanda, nimefika hapa sijaona yani kitu chochote cha kama cha mwanamke hivi. Nimekuta bosi amekaa tu kama yeye tu. Vipi? Ana familia hapa? Ina maana kutoka huko kuja hapa umekuja kuonana na bosi, umekuja kutafuta masuala wana? Kamanda, usifike huko. Mimi nataka nijue, je, kwani nikishaanza kufanya kazi nitakuwa napikiwa na nani chakula? Njia ninayoishi mimi ndio utakaoishi na wewe. Kamanda, kwani unaishishije? Tutaelekezana na imani. Ila kamanda, umenifanya niende na swali. Hapana. Usiwe na maswali. Wewe kuwa huru. Basi poa kamanda. Asante sana. Tutaongea sasa. Karibu tena. Afu sina namba yako. Namba yangu ningekutajia, lakini pale mwanzo ulisema simu imezima. Sawa. Nimekumbuka. Umekumbuka Samani. Safi sana. Sasa nikutakie kazi njema. Basi kila la heri, safari njema. Haya, nifungulie niondoke. Diana. Abe bosi. Niletee kinywaji mara moja. Vipi? Safi. Chakula cha mchana jana ulipika? Ndio, nilipika. Faster. Kawaida tu. Samahani bosi. Mimi hapa nimekaa zaidi ya miezi miwili. Lakini sioni mtu yote yule anakuja kutembelea kama ndugu yako. Kwani familia yako iko wapi? Hivi nikuulize Diana. Uliza. Ulichofuata hapa ni familia, ulifuata kazi? Ni kazi.